tutafakari pamoja kuhusiana na ufalme wa Mungu, na ujumbe nimekupa kichwa ufahamu wa ufalme wa Mungu, understanding of the kingdom of God. Ufahamu wa ufalme wa Mungu. Na dhumuni la somo hili ni kwanza ni kuleta uelewa. Tunaposikia kuhusiana na ufalme wa Mungu, ni nini kinajengeka katika fahamu zetu? Tunaelewaje? Ni muhimu sana kuwa na tafsiri sahihi, kuwa na ufahamu sahihi kuhusiana na ufalme wa Mungu. Kwa hiyo dhumuni la kwanza ni kuleta ufahamu ama kuleta uelewa wa neno la Mungu, uelewa wa ufalme wa Mungu. Lakini dhumuni la pili ni kumuhimiza Mkristo adumu ama asitoke katika ufalme wa Mungu. Asitoke katika ufalme wa Mungu. Inawezekana kabisa mtu wa Mungu katika safari ya maisha akatoka nje ya ufalme, akakaa na ufalme wa mbinguni, akakaa na ufalme wa Mungu. Hiyo ni hatari kubwa sana. Sasa ni kumuhimiza mtu wa Mungu, ni kumuhimiza muamini asitoke ama adumu katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Katika ulimwengu tunaoishi iko mifumo ya kutawala. Iko mifumo ya kutawala ambayo inatawala nchi na falme mbalimbali. Na mifumo hii iko katika taswira nyingi. Mfumo wa utawala si mfumo wa namna moja. Ziko nchi, yako mataifa yanatawaliwa katika mifumo ya kidemokrasia. Na katika mifumo hiyo watu wanachagua ni nani apate kuwatawala, ni nani apate kuwa kiongozi wao. Lakini iko mifumo mingine ambapo utawala si katika mfumo wa kuchagua nani awe rais, nani awe kiongozi. Ni mifumo ya kifalme ambapo anakuwepo mtu mmoja. Ule utawala wa taifa unakuwa ni chini ya familia, chini ya ukoo, chini ya mtu fulani. Na ule ufalme, ule uongozi unahamishwa kutoka kwa kizazi kimoja kwenda kwa kingine, na hauwezi kutoka nje ya familia hiyo. Huo nao ni mfumo wa utawala wa hapa duniani. Na ziko nchi ambazo tunafahamu mpaka leo katika ulimwengu tunaoishi sasa zinatawaliwa na wafalme, zinatawaliwa na malkia. Kwa hiyo hizo ni nchi ambazo mifumo yake ya utawala ni tofauti sana na ile mifumo ya nchi nyingi ambazo zinatumia mfumo mwingine labda wa kura na kuchagua kiongozi. Na mtu anapokuwa kiongozi, anapokuwa mfalme, tayari mtu huyu, kiongozi huyu, anawajibika kuwatafutia maendeleo na kuwaletea maendeleo raia wake sambamba na mifumo mingine. Lakini uzito wa uongozi unakuwa juu ya mtu mmoja ambaye anafanya maamuzi ya raia wake wote. Na unapochunguza katika ulimwengu wetu huu wa sasa, nchi nyingi za nchi kadhaa za mashariki ya kati huko zinaongozwa kifalme. Ziko nchi za wafalme, zina wafalme mpaka hivi leo. Nchi nyingine Ulaya zinaitwa ni falme zilizoungana, zinaongozwa kifalme, zina mtu juu yake ambaye anaongoza na kufanya maamuzi yote. Kwa hiyo ufalme ni moja ya mifumo ya utawala wa mataifa hapa ulimwenguni. Na Mungu anapojenga mahusiano na watu wake, tunaona naye anatumia taswira inayofanana. Anatumia taswira ambayo iko hapa duniani kuonesha uhalisia wa vile ambavyo yeye anafanya kwa watu wake. Anatumia taswira inayoeleweka na hajiiti katika mfumo mwingine wa kiutawala, badala
wa kifalme, kwa sababu mfumo huu una upekee wa pekee yake. Haulingani na mifumo hii ya kidemokrasia ambayo mtu anachaguliwa ama kupigiwa kura. Kwa hiyo Mungu anajipambanua kwamba namna ambavyo anahusiana na watu wake ni katika mfumo wa utawala wa kifalme. Ndio maana yeye anazungumzwa kuwa ni mfalme. Bwana Yesu amefundisha sana kuhusiana na ufalme wa mbinguni. Amefundisha sana kuhusiana na ufalme wa Mungu. Hajazungumza utawala wa kimungu katika taswira nyingine, kwa sababu tunapoelewa ufalme unavyofanya kazi kwa namna fulani, unaweza kutupa picha halisi japo kwa uchache, kuelewa ni kwa namna gani Mungu anatawala watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ufalme. Kwa hiyo Mungu katika kutawala watu wake anajipambanua kwamba utawala wake ni utawala wa kifalme. Utawala wake ni utawala wa kifalme, sio wa kidemokrasia, sio wa kuwa na rais ama sio wa kuwa na waziri mkuu. Ni mfumo wa kifalme. Na maandiko yamezungumza sana kuhusiana na ufalme wa Mungu. Si maandiko machache, lakini ni maandiko lukuki. Ni maandiko mengi yanazungumza kuhusiana na ufalme wa Mungu. Hivyo mimi na wewe katika siku zetu za leo, hususani tunaoishi katika nchi ambazo hazina mifumo ya kiutawala wa kifalme, tunaweza tusipate ile maana iliyokusudiwa ya nini maana yake Mungu kuwa mfalme, ya nini maana yake ya mimi na wewe kuwa katika ufalme wa Mungu, kwa sababu mifumo yetu haiendani ama si mifumo ile ya kifalme. Kwa mchache tunapozungumza habari ya ufalme, kwa nini ufalme ni tofauti na mifumo mingine? Kuna sababu nyingi sana, lakini nikitaja chache, mojawapo ni hiyo kwamba utaratibu wa kiuongozi wa kutawala raia ni mfumo ambao unategemea familia. Mtu mmoja anakuwa na mamlaka na maamuzi makubwa juu ya wale anaowaongoza. Na tumesikia falme nyingi ambazo zilikuwa na nguvu na kutawala na kuleta maendeleo hapa duniani. Kwa hiyo mfumo wa kiutawala wa kimungu ni mfumo wa kifalme, kwa sababu yeye pekee ndiye anayetawala na yeye pekee ndiye mwenye mamlaka yote juu ya vitu vyote. Na kwa kuwa falme za hapa duniani ni falme za kijiografia, zina mipaka inayopimika, ufalme wa Mungu si utawala wa kijiografia, badala yake ni utawala wa ulimwengu wote, wa viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Na viumbe visivyoonekana simaanishi vile vidogo vidogo, microscopic organism, bali nazungumza viumbe vya rohoni. Maana huko ulimwengu huwa mwili, lakini pia huko ulimwengu wa rohoni na una viumbe pia. Mungu huyu tunayemwabudu, Mungu huyu tunayemkimbilia, ni Mungu mwenye kutawala ufalme wa vitu vyote, wa sisi wanadamu, wa wanyama, wa dunia, wa sayari, wa mapepo, wa malaika. Ni Mungu ambaye anatawala, na maandiko yanasema ufalme wake hauna mwisho, ni ufalme wa milele. Kwa sababu hizi falme nyingine ni falme ambazo zinaweza zikawa zina vikomo. Mtu anatawala katika kipindi akiwa hai, lakini Mungu hana uhai wa namna yetu. Yeye ni Mungu aliyekuwepo milele iliyopita sambamba na milele yote ijayo. Kwa hiyo ni Mungu anayetawala kipindi chote. Lakini pia utaratibu wa utungaji na maadili ya maisha katika ufalme ni mwenye mamlaka ndiye anayeamua. Katika tawala ambazo sio za kifalme, watu hukaa
na kutunga sheria ama kuweka miongozo, lakini katika mfumo huu wa kitawala wa kifalme, Mungu ndiye anayeamua, mfalme ndiye anayeamua sheria ziweje. Sheria ziweje. Na neno lake ndio linakuwa la mwisho. Halipingwi, haliojibu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anakuwa chini ya ufalme, mtawala yule mfalme ndiye anayeamua maadili yaweje, sheria ziweje. Anaweza kuwapa wengine wajibu wa kumsaidia, lakini wale wanafanya kwa niaba yake. Vivyo hivyo kwa Mungu wetu, ni vizuri kufahamu kwamba Mungu tunayemwabudu ndiye ambaye anatengeneza ama anaamua maadili ya mtu wa Mungu yapate kuacha, na hawezi kuhojiwa na hawezi kupewa challenge kwa maamuzi anayoyafanya. Na ni vizuri kufahamu hivi kwa sababu katika ulimwengu tunaoishia sasa, kwa kuwa tunaishi katika ulimwengu wa kidemokrasia, ni rahisi sana kujaribiwa kutaka kuhodi kila kitu bila mtu kujua mipaka iko wapi, bila mtu kujua wajibu huu ni manani, na maisha katika ufalme yanapaswa kuwaje. Kwa hiyo mimi na wewe tunapokuwa chini ya ufalme wa Mungu, Mungu anaamua maadili ya watu wake yapate kuwaje. Na hawezi kupingwa, hawezi kupewa changamoto, kwa sababu yeye anaamua mambo yote. Anaamua mambo yote. Mtu fulani baada ya kupata matatizo katika mahusiano yake, akaanza kuuliza, kwa nini Mungu aliumba mwanamke? Na jamaa mwingine, kwa nini aliumba wanaume? Na mara zote hata makosa yanapotokea, Adamu akasema, si ni wewe ulionipa, akionyesha kwamba kuna makosa. Ndugu zangu, hakuna sheria ya mfalme yenye makosa. Ikiwa tunaipenda ama hatuipendi, Mungu ndiye anayeamua. Mungu ndiye anayeamua. Mungu ndiye anayeamua. Maadili ya mtu wa Mungu hayawezi kupingwa. Maadili ya Mungu ambayo anayaleta kwa watu wake hayawezi kupingwa. Kama Mungu ameamua kijana wa kike na wa kiume asubiri mpaka ndoa, anatakiwa afanye hivyo. Kama Mungu ameamua kuchukua vitu vya watu iwe dhambi, inakuwa ni dhambi. Kama Mungu amesema kusema uongo ni dhambi, inakuwa hivyo. Kwa hiyo mimi na wewe hatuko kwenye nafasi ya kuhoji, kwa sababu Mungu mwenye mamlaka, mfalme, ndiye anayetengeneza maadili ya watu wake yapate kuwa hivyo. Bwana atusaidie sana. Ndiye anaamua hata maisha yetu yawe ya miaka mingapi. Ndiye anayeamua mimi na wewe tupite kwenye njia gani. Tupite kwenye njia gani. Na kwa wale ambao wamewahi kufuatilia, wanaopenda historia na kufuatilia historia za wafalme wa hapa duniani, wataona ni kwa namna gani wale waliojaribu kuchallenge maamuzi ya mfalme walichukuliwa hatua gani. Mara nyingi zile hatua, yani hakunanga adhabu ndogo kwa mfalme. Fuatilia hata katika enzi za watawala wa kale, adhabu ya kupingana na mfalme ilikuwa inakaribia adhabu ya kifo, kutundikwa, kutupwa kwenye simba. Kwa sababu neno la mfalme lilikuwa lina nguvu, hata kama lilikuwa lina makosa. Uzuri ni kwamba neno la Mungu wetu halina makosa, linatufaa mimi na wewe. Kwa hiyo hata zile sheria za Mungu zote tunazoziona ni mbaya na zile tunazoziona ni nzuri, nataka nikuhakikishie ni sheria zilizo njema zinazotufaa katika maisha ya sasa na yale ya baadaye. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya ufalme wa Mungu, ni vizuri kuelewa tuna mfalme mwenye mamlaka
ndiyo anaamua maadili ya kimaisha ya kwako na ya kwangu yapate kuwa. Na kama kweli tunataka kuwa raia chini ya mfalme huyu, tunapaswa kuelewa hayo na kufuata kanuni za maisha katika ufalme wa kimungu. Kwa hiyo Mungu anapojitambulisha kama ni mfalme, na tunapozungumza habari ya ufalme wa Mungu, tuyaone mambo haya. Na tufahamu kwamba mimi na wewe tunapaswa kuwa na uelewa wa kujua kwamba kumbe tuko kwenye ufalme, na huyu mfalme ndiye anayetawala, na mfalme ndiye mwenye neno la mwisho. Nimewahi kusikia mara kadhaa, na ninaamini ni kwa sababu ya uelewa mdogo, kwamba Mkristo anaweza kupita katika nyakati ngumu, na hususan zile nyakati ngumu tu. Tukipita kwenye hali nzuri huwa tusemaje, why me Lord? Ila zikiwa ni mbaya ndio why me Lord. Na sasa katika mapito yale, ndugu yule akawa anazungumza maneno mazito sana, mazito ambayo hatukuzoea kama mtu anaweza kumwambia Mungu maneno haya, kwamba mimi nikikutana na Mungu nitamuuliza maswali mwenyewe atulie. Okay, nitakaa chini. Haiwezekani. Kwa hiyo unaelewa kwamba huyu ndugu taswira yake kuhusu Mungu ameidogosha sana, ameidhoofisha sana. Kwa hiyo anamuona Mungu kama ni mshikaji tunayeweza kukaa naye na kupeana challenge, kama hivi tunavyopeana challenge kwamba uvute na jiko. Mungu sio wale hivyo. Mungu ni mkuu sana. Soma maandiko utabaini. Wote waliotokewa na Mungu wali behave vipi? Unaona, wote waliotokewa na Mungu, kwanza, kitu cha kwanza, walidondoka, walianguka, kwa sababu Mungu alikuwa ni mkuu sana, si wa kupambana naye. Ayubu anasema, ijapokuwa mimi ni mwenye haki, lakini Mungu akinijibu nitastajabu kwamba hata amekubali kunijibu. Alipojiona mwenye haki, alipotokewa na Mungu na kuulizwa tu maswali machache, akasema, kweli nimeongea mambo ya kipumbavu. Hapana. Kwa hiyo Mungu sio mshikaji, Mungu sio babu kwa kiwango ambacho wakati mwingine tunaweza kumchukulia. Mungu ni mkuu sana. Ana mamlaka iliyo kubwa. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya ufalme wa Mungu, tuelewe mambo hayo katika sura hiyo, kwamba tunazungumza na Mungu mkuu sana. Na ufalme wa Mungu, maandiko yanatuambia ufalme wa Mungu upo hata sasa. Tunapozungumza habari ya ufalme wa Mungu, tunazungumza ufalme wa Mungu ulioko sasa hivi duniani, lakini tunazungumza ufalme wa Mungu utakao kuja pia. Maana ufalme wa Mungu upo sasa hivi, ufalme wa Mungu utakuja pia. Ufalme unaozungumzwa sasa hivi ni uhusiano ule ambao Mungu yuko nao na watu wake, na yeye ameamua kuwaongoza watu wake katika maisha ya hapa duniani. Tunaona wana wa Israeli walipotoka Misri, Mungu alitaka kuwa kiongozi wao, na si tu alitaka, alikuwa kiongozi wao, mpaka baadaye walipoanza kuangalia mambo ya mataifa, wakamfuata Samueli, wakamwambia, tunataka mfalme kama dunia nyingine. Na hapo Mungu akamwambia Samueli kwamba hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi, na uwape huyo wanayemtaka, lakini waambie mambo haya, atakuwa hivi. Anajaribu kuonesha nini? Anajaribu kuonesha kwamba kumbe hata katika maisha haya mtu anaweza asiwe na figa fulani hapa juu, lakini Mungu mwenyewe akawa anatawala na kuongoza maisha yake hatua kwa hatua. Ndugu zangu, sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo,
ni vizuri kufahamu Mungu anapenda kuyaongoza maisha yetu. Maamuzi yetu ya siku kwa siku Mungu anapenda kujihusisha naye. Angetamani katika masomo yako yeye awe kiongozi. Angetamani katika ndoa yako yeye awe kiongozi. Angetamani katika biashara yako yeye awe kiongozi. Angetamani katika uhusiano wako wa mtu mmoja na mwingine yeye awe kiongozi. Angetamani katika mapito yako yeye awe kiongozi. Mungu anapokuwa kiongozi, ndugu zangu, tuko salama. Amen. Tuko salama. Na mara tu tutakapotoka nje ya uongozi wa kimungu, tunajitafutia balaa. Tunajitafutia balaa. Mafanikio ya hapa duniani, kama ambavyo nimesema na narudia tena, ustawi wa hapa duniani na mafanikio si tu katika vitu vya mali na vinavyoshikika, bali uko katika lulu za rohoni na vitu ambavyo havishikiki, vile ambavyo Mungu ametuumbia wanadamu wote. Hivyo vikipotea ni tatizo kubwa sana. Hivyo vikipotea ni tatizo kubwa sana. Mtu akiwa hana kazi, ni rahisi kusema maisha ni mabaya, na ni kweli, na nataka kubaliana. Niwe positive kwenye hilo. Niweke katika maudhui yake. Ni kweli kuna vitu vinapungua kwa sababu ya mtu kuwa na nguvu ndogo ya kiuchumi. Lakini ukipata pesa ambazo tumezitafuta hapa duniani na ukakosa amani, kipi ni bora? Unaweza kuona kumbe amani ina thamani kubwa kuliko fedha. Ukipata fedha na afya ikadhoofika, pamoja na una mahali pa kujitibu, labda kwenda India, kwenda China, Uingereza ama popote kwa matibabu, ile fedha inaanza kukosa raha yake. Unaanza kuja kugundua kumbe uzima ni bora kuliko fedha. Nataka kusema kitu gani? Ninachotaka kusema, ndugu zangu, vile vitu ambavyo Mungu anatupa vinazidi vyote tunavyovipata hapa duniani. Sasa tukiwa na Mungu, tuna bahati ya kupata vya hapa duniani na vile vingine ambavyo watu wasio na Mungu wanavikosa. Kwa hiyo utawala wa kimungu, kuna vitu ambavyo Mungu anatenda kwa watu wake ambavyo havipatikani mahali pengine popote. Huu ni katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo Mungu angetamani, ndugu zangu, awe kiongozi. Na mimi nikuhimize leo, nikukumbushe leo, nikutie moyo leo, mpe Mungu nafasi ya aongoze maisha yako. Usikubali kwenda mbele ya mambo yanayokukabili bila Mungu kuwa sehemu ya hayo unayoyaendea. Akili za kibinadamu kuna mahali huwa zinagonga mwamba. Ujuzi wa kibinadamu kuna mahali unafika mwisho. Mungu anaweza kuvuka pale ambapo sisi tunaishia. Na nikuhakikishia kwamba angetamani kukusaidia katika njia yote uvuke salama. Kwa hiyo mpe nafasi. Mruhusu. Tangu sasa imarisha uhusiano wako na Mungu. Kama ulikwenda mbali, ni wakati wa kurejea. Kama ulimwacha, ni wakati wa kumrudia. Tunaweza kuishi maisha mazuri hapa duniani, lakini pia na kuurithi uzima wa milele. Amen. Dunia ni rahisi kutudanganya kwamba wao ndio wanafurahia sana maisha. Sio kweli. Wana huzuni nyingi. Na niwaambie ndugu zangu, hususan wale mwaka wa kwanza ambao mmetoka mikoani, mmekuja Dar es Salaam kama ambavyo sisi wengine tumekuja. Dar es Salaam maisha feki ni mengi. Yaani utaanza kuingia kwenye Instagram, utadhani yale ndio maisha, yale maisha ni feki. Wanaigiza. Hawana cha kwao. Hawana cha kwao. Kuna watu unaweza ukaanza kuwafuatilia ukadhani ni wewe, jiulize tu. Mtu anakuambia ukitaka kulala vaa nguo hii. Kwani siku zote unapata usingizi bila ile nguo? Unaanza kuhangaika, nguo hii
singo hii. Haya, mtu anakuonesha anavyoamka. Wewe ujiulizi tu, nani alikuwa anamrekodi? Hiyo si script imeandaliwa. Sasa mwenzako anaandaa script iwe content, wewe unaenda kuhangaika nayo kutaka kuishi maisha yake. Ni vitu feki. Tuwaambie mapema ili muwe salama. Utakutana na vitu vingi hapa mjini vya kuigiza. Sasa vile usifikiri ndio maisha. Hivyo sio maisha. Bwana atusaidie sana. Amen. Hivyo sio maisha. Ishi maisha yale ambayo Mungu anakusaidia na yako ndani ya uwezo wako, na utashangaa utakuwa na amani iliyotoshea. Wengi wameingia kwenye shida kubwa sana. Wameingia kwenye matatizo makubwa sana kwa sababu ya kuona vile ambavyo dunia inajaribu kutuonesha kwamba ndio mtindo wa maisha. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Yaani ukioga kipaka Vaseline, utashangaa unanawiri tu. Amen. Kwa mtu ana vikopo 30. Kikopo cheki kikopo cheki. Sasa hauna ubaya kama uwezo upo. Kama uwezo upo ni sawa. Mimi nielewe vizuri, sipingi haya. Sipingi haya. Kama uwezo upo nunua, hata vikifika 100. Hata vikifika 100 wewe nunua tu, si vipo. Si ni maisha umefurahia. Lakini ninachozungumza ni ile hali ya kuwa na tahadhari, kwamba tunapooneshwa mtu ana vikopo 30 tunadhani kwamba watu wote lazima tuwe na vikopo 30. Sio kweli. Sasa pointi yangu ni nini? Pointi yangu ni kwamba Mungu anapokuwa ndani yetu tunaweza kutosheka na maisha yetu tulionayo bila kuona kwamba tumepungukiwa. Amen. Utoshelevu unatoka kwa Mungu pekee. Utoshelevu unatoka kwa Mungu pekee. Kwa hiyo Mungu angependa awe kiongozi wetu. Mungu angependa ahusike na mambo yetu. Kwa wanafunzi ambao mmekuja, Mungu angetamani ahusike na masomo yetu. Angetamani. Kwa hiyo nikuhimize mtu wa Mungu, nikuhimize wewe unayemfuata Kristo, mpe Yesu nafasi aiongoze maisha yako. Usikubali kwenda hatua moja bila yeye kuhusika. Usikubali kufanya maamuzi yoyote bila kumshirikisha. Kwa namna hiyo utapita salama katika maeneo ambayo wengi wamekwama. Utapita salama katika maeneo ambayo wengi wamepotea. Utapita salama katika maeneo ambayo wengi walidhani usingepita. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni kiongozi wetu. Kwa sababu Mungu angependa usike. Kwa hiyo ufalme wa Mungu si swala tu. Si swala tu la kusema tunakuja kanisani na kumwimbia yeye sifa. Hiyo ni moja, ni sehemu ndogo. Maana kumbuka katika mstari ambao tumesoma, Mtume Paulo kule Efeso amezungumza na hao watu mambo ya ufalme wa Mungu miezi 3. Kwa hiyo kumbe tuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza kutaka kujifunza, kuvielewa. Wengine tunakuja hapa sio mashabiki wa mpira. Hupungukiwi usipokuwa shabiki. Ila usipokuwa na tahadhari utajikuta kinawe shabiki. Kwamba naye lazima uwe na timu. Mtu anakuza wewe nani? Wewe Simba yangu. Hupungukiwi. Hupungukiwi. Nyoa kiniulizaje hivi mimi naambia ni Majimaji. Najua sikuwa huko kuna timu inaitwa Majimaji. Tunakosa usingizi. Timu imefungwa. Watu wakiweka status mbaya wanakasirika. Timu yetu bwana, timu yetu. Unaiza? Umewekeza? Tumemnunua ile milioni ngapi? Tumemnunua bwana. Wewe unachengesha ngani? Sasa mkumbo unaweza ukakukuta. Hakuna ubaya. Nielewe watu wa Mungu, hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Kama umezaliwa kwenye mazingira ni sawa tu. Ni sawa tu. Nilikuwa Mwanza wiki iliyopita na
wiki ya ile nyuma yake, sikumbuki kama ni ya wewe nyuma yake. Na kuna mmoja ya timu kubwa zikawa zinacheza. Sasa mtoto mmoja akarudi, mtoto wa shemeji yangu analia. Analia. Ndogo tu sijui miaka 4 analia. Na analia nini? Kwa sababu yeye babake alikuwa anashabikia Yanga. Alafu amekuja ndugu yao mwingine akamwambia Yanga wote wanawake. Ndogo ni kesi nyumbani. Baba umekuwa mwanamke nini? Inakuwaje? Fulani kaniambia Yanga wote ni wanawake. Sasa mimi nataja timu za watu lakini natolea mfano halisi. Mimi sina ushabiki wa mpira. Kwa hiyo ameambia hamna, unaweza kuwa mwanamume ukashabikia Yanga. Unaweza kuwa mwanamume ukashabikia Simba, hivyo akamsaidia sawa mtoto akatulia. Pointi yangu nataka kusema ni kitu gani? Tunaweza kuwa tumekuja mjini tuko salama, mioyo haijachafuka, maisha hayajaribika, tukaharibikia hapa kwa sababu ya kuacha uongozi wa kimungu. Kwa kuacha kumpa Mungu nafasi. Sasa Mungu wetu angependa ndugu zangu awe kiongozi, yeye ni mfalme. Anapenda kuongoza maisha yako, anapenda aongoze maisha yako. Ni mimi na wewe tuna wajibu wa kumpa nafasi. Na ni ukweli wakati mwingine tunaweza kukataa kuongozwa na Mungu. Inaweza kutokea. Kwa sababu kuna kanuni za kimungu tunazozijua na tunaamua kuziacha tukiwa tunajua kwamba tunaziacha. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kwa sababu ufalme wake upo sasa. Yesu aliwaambia kwamba ufalme wa Mungu msiutafute huko na huko ndani yenu. Kuwa ndani yenu maana yake nini? Maana yake kwamba Mungu akae ndani yetu, anayaongoza maisha yetu na sisi ni raia ndani ya uongozi wake. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nataka nikuhamasishe na kukukumbusha leo. Mpe Mungu nafasi ya kuongoza maisha. Yeye ni mfalme. Anataka tusimbanie hiyo nafasi. Tusimnyime hiyo nafasi. Tusimkatalie hiyo nafasi. Dunia inaweza ikatuletea makorokoro mengi sana na kudhani huo ndio kisasa, lakini sio kweli. Huo ni uharibifu tu. Huo ni uharibifu wa duniani. Na kama tunapenda kuwa raia wa mbinguni, nitumie lugha hiyo, raia wa mbinguni tukiwa hapa duniani, basi ni vizuri Mungu awe mfalme. Kuwa kanisani pekee haitoshi. Kuja kwenye ibada kama hivi pekee haitoshi. Lakini kwenye mambo yale yanayotukabili baada ya hapa, Mungu ana nafasi kwa kiwango gani? Mungu anatuongoza kwa kiwango gani? Na hiyo ndiyo inaweza ikaashiria kama ni kweli Mungu ni kiongozi wa maisha yetu ama sivyo. Maswali ya namna hii yanapoulizwa hadharani ni rahisi kusema kwamba Mungu kweli ni kiongozi wangu, lakini kwenye uhalisia kwamba hata hiyo nafasi hana. Kwa sababu mambo yote tunayafanya wenyewe. Tunayafanya wenyewe na hatumpi nafasi atusaidie, atuongoze, atupe kibali, atupe amani, atupe hekima katika mambo ambayo yanatukabili mimi na wewe. Ndugu zangu, niwakumbushe mambo haya mnayafahamu. Mpe Mungu nafasi. Utafanya vizuri sana katika maisha yako Mungu akiwa kiongozi. Hebu nionyeshe ni nani ameongozwa na Mungu akapotea. Nionyeshe ni nani ameongozwa na Mungu akaingia vitani akashindwa. Hebu nionyeshe ni nani amempa Mungu nafasi akakwama kwenye jambo ambalo Mungu amelikusudia. Hebu nionyeshe ni nani alikuwa katikati ya maadui amezingirwa pande zote na Mungu akamuongoza na akashindwa vita hiyo. Ni nani? Ni nani maadui walipojipanga gizani wamzingire na yeye hana habari na yuko na Mungu akashindwa kwenye jambo hilo? Ni nani amezama kwenye shimo la adui na Mungu ni kiongozi na hakutoka pale?
Ni nani katika ujana wake amempa Mungu nafasi akajikwaa na kurudi nyuma na kupotea? Ni nani? Ni nani katika masomo yake amemruhusu Mungu na akashindwa ama kumaliza? Ni nani? Ni nani ametoka katika familia yenye uchumi mdogo na Mungu amemwambia mlango wa kwenda chuoni huu, akaja chuo hajui akasomaje na akashindwa kumaliza? Ni nani? Watu wa Mungu, nafasi ya kuongozwa na Mungu ni nafasi nyeti sana. Haiwezi kulinganishwa na chochote ambacho tunaweza tukakitamani. Na sijui nitumie maneno gani yatoshe kuonesha kile ninachotamani kukisema kikaeleweka kwa kina chake, lakini itoshe kusema Mungu ambaye ametuita na ametuita katika ufalme wake, yeye ni kiongozi mahiri, ni mfalme mahiri, hana wa kulinganishwa naye. Amen. Hana wa kulinganishwa naye. Na kama kweli tunasema sisi ndio tunaosaidiwa na Mungu, tusaidiwe na Mungu kweli. Niliona mahali wanasema anayesaidiwa na Mungu kwa kutoa riziki. Tusiwe kama hao. Tusiwe kama hao. Kama kweli tunataka Mungu atusaidie, tumpe yeye nafasi, tukubali uongozi wake. Na hata kama anatuongoza katika njia tusiyoielewa, tujue bado ni njia salama. Wape tu ushuhuda mdogo na kwenda kuhitimisha kama namna tu ya kuatia moyo. Kipindi naanza kusoma, mimi nimesoma kwa kuungaunga. Na nilipata tu neema, mtu akatokea mtu kunilipiana. Nilipiwa mtu nisiyemfahamu. Na mwaka wa kwanza akalipa vizuri. Mwaka wa pili alikuwa ananitumia mimi ile pesa. Mwaka wa pili akaniambia, Filipo, safari hii nataka nilipe ada yako moja kwa moja kwenye akaunti hiyo. Nilikwazika, niliumia. Kwangu mimi tafsiri ni hali ya kukosa kuaminiwa. Lakini nikatumia ule msemo wa Kiswahili kwamba mtumikie kafiri upate nini? Au unafunika kombe hilo lipite. Na chuo ambacho mimi nilikuwa nasoma kipindi hicho ni kwamba kila mwaka ulikuwa unauisha taratibu wa kuendelea na masomo. Kwa hiyo mimi nikiwa nimeenda kwenye mafunzo Geita, nikawa nimemwomba rafiki yangu akabidhi vile vitu ambavyo vinahitaji kuuisha kuendelea na masomo. Yule rafiki yangu nilijua naye hapo katikati, baada ya kuona mambo ni magumu nikawa nimembeba. Tukawa tunalala wote, tunakaa chumba kimoja, maana yeye hakuwa na hostel na kwa mbali. Sikuwa nimejua nini kimetokea. Kumbe yule ndugu hakuwa amewasilisha zile nyaraka ambazo zilikuwa zinahitajika mimi kuuisha kuendelea na masomo. Na mimi sijui, ananiambia amepeleka. Kufupisha habari, baadaye nakuja kugundua kumbe vile vitu havijapelekwa kabisa. Na tarehe ya mwisho ndio imefika kama leo. Niko Mwanza, Geita. Kwa hiyo ni mwendo wa kuhaha. Simu hazipokelewi. Ndugu zake wote wapokee simu, yeye mwenyewe apokee simu. Nikawaomba ndugu zangu, basi mnichangie hata nipande ndege niwahi. Kweli wakasema, ndugu akajikusanya, ikapatikana nauli ya ndege. Ndege zimejaa. Yes. Kwa inabidi kupiga nyama kwenye Nyeunge. Mnajua Nyeunge? Ilikuwa ni shamba nafikiri. Enzi hizo tunapita njia ya kati bado. Sekenge inasifika inaogopeka. Hakuna namna. Kwa hiyo nikasafiri kwa basi, na kesho yake asubuhi naenda nyumbani kwao na nikachukua dokumenti zangu nikaziwasilisha. Zikapokelewa nje ya muda. Mungu alinirehemu sana, alinihurumia.
Na baada ya kuwasilisha, kwa nikamwambia akaunti ya, narudisha sasa majibu kwa mfadhili kwamba akaunti ya chuo ni hii. Akasema sitaweka tena kwenye chuo, nitakutumia kama kawaida. Pointi yangu nataka kusema kitu gani? Wakati huyu ndugu ananiambia nipeleke ada chuoni, mimi nitafsiri kama ile jambo ni jambo baya, kwamba haniamini tena. Lakini kumbe Mungu alikuwa ananiokoa na hila iliyofichika. Sikuwa najua ile rafiki yangu wa karibu hajapeleka nyaraka zangu. Kwa maana yake nilikuwa nakosa masomo kwa mwaka ule. Kwa hiyo huyu ndugu alivyoleta, mimi nilisikia vibaya. Na hiyo ikalazimika sasa niombe akaunti ya chuo, kuomba akaunti ya chuo. Yule administrator anambia unaomba akaunti kwa ajili gani wakati hujaleta nyaraka? Ndio nakumbuka kumbe hazijawasilishwa. Na napiga huyu apokee. Baadaye nilipokuja kuokoa hiyo, yule ndugu aliendelea kulipia utaratibu wa ada kawaida. Pointi yangu nataka kusema kitu gani? Ndugu zangu, Mungu anapotuongoza, na mimi ninaamini Mungu aliniongoza, maana nisingejua. Mungu anapotuongoza, hata kama tunapita katika njia tunaona sio nzuri kwa nafsi zetu, lakini ndio njia yenye ushindi, ndio njia iliyo salama. Amen. Ina wokovu mbele. Ipokee, ikubali. Amen. Kama ni machozi ya muda mfupi, mbele kuna furaha kubwa. Amen. Mbele kuna ushindi mkubwa. Ndugu zangu, Mungu ni mfalme na angetamani atuongoze kwenye maisha yetu ya kila siku. Mungu alibariki neno lake. Tutaendelea Jumapili zijazo.